pronunciation depends on where you have been brought up and who was your English teacher. Pamoja na kumshuhudia mara nyingi akishiriki na kuchangia kwa umahiri katika mijadala na shughuli mbalimbali za bunge la 5 la Jumuiya ya Afrika Mashariki linalohudumu kuanzia mwaka 2022 hadi 2027, sikuwahi kufahamu au kuona kipawa cha ziada cha David Ole Sankok, mbunge mwenye ulemavu wa miguu anayeiwakilisha nchi ya Kenya, hadi hapo Novemba 4 mwaka 2024 nilipomshuhudia akitimua mbio katika uwanja wa taifa wa Mandela uliopo eneo la Nambole jijini Kampala nchini Uganda. Ni wakati ambapo wabunge wa jumuiya hiyo walipotembelea na kukagua maandalizi ya uwanja huo kwa ajili ya fainali za soka za mataifa ya Afrika yani AFCON zitakazofanyika mwaka 2027 katika mataifa matatu wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na nilizaliwa tu katika jamii maskini ya Kimasai, na nilizaliwa tu nikiwa na kawaida, mtoto mwenye anapenda kucheza, mtoto mwenye anakimbia, mtoto mwenye ako salama salimini. Nilienda kwanza shule kwa sababu chief alisema lazima watoto waende shule. Nikiwa na miaka 12 niligonjeka pneumonia. Nikaanza kushindwa kupumua, saa zingine naazimia kidogo, nikakimbizwa hospitali ambayo ilikuwa kilomita 42 kutoka kwetu, na nikubebwa na mashuka kufikishwa pale na mama yangu na baba yangu. Ilikuwa saa 6 ya usiku, daktari alikuwa amelala, akaamushwa mara 5, mara 6. Wakati aliamka aliniangalia na ni kama alikuwa amelewa kidogo, akanidunga na nikapona hiyo pneumonia. Lakini kesho yake mguu wa kulia ikapooza. Nikajaribu kutoka kwa kitanda, hapana siwezi. Mama yangu akanikimbilia, wakaanza kuniangalia, wakanirudisha kwa daktari, akasema niende nifanywe massage na maji ya chumvi. Kama sajiwa wiki 2, haikuwezekana. Nikapelekwa Kijabe Mission Hospital. Hiyo kulikuwa na madaktari wataalamu wa Uingereza. Waliponiangalia, yeye alinipima tu, akanituma kwa lab, akanipiga x-ray, alafu akaingia kwa rumu, akakuja na hizi migogonjo kuleta, akaniambia jua kutumia hizi kwa sababu ndio utatumia maisha yako yote. Hapo ndio nilipigwa na butua. Safari ya maisha ya ulemavu ya David Ole Sankok katika umri wa miaka 12 haikuwa nyepesi. Ilimfikirisha sana, lakini hatimaye alipata nguvu ya ajabu na kuchukua maamuzi ya kukabiliana nayo, ikiwa ni pamoja na kuongeza bidii ya kusoma hadi kufanikiwa kuwa daktari wa binadamu, na baadaye kupitia nyadhifa mbalimbali hadi sasa akiwa mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwakilisha nchi ya Kenya. Wakati huo mimi nilikuwa mlemavu, niliweza kujiuliza, hata kama nilikuwa miaka 12, mkono haijakuwa na ulemavu, mdomo haijakuwa na ulemavu, akili haijakuwa na ulemavu. Hapo nikasema sasa ni kujikakamua kutumia, wachana mguu. Mambo ya kwenda kuua moran, mambo ya kwenda kuua simba, siwezi, mguu siwezi kwa sababu siwezi kimbia na simba. Mambo ya kuwa daktari wa veterinary siwezi kwa sababu siwezi kimbizana na mifugo nikikuwa daktari wa mifugo. Nikasema hii ndatumia kwa bidii kwa sababu haijakuwa ulemavu. Nikaanza kusoma kwa bidii. Kabla sijakuwa mlemavu nilikuwa namba 72 out of 72. Namba last kila wakati. Siku moja tu ndio nilikuwa namba 71. Na hata nikasherekea, lakini mwalimu mkuu alikuja kuniambia waacha kusherekea kwa sababu kulikuwa na mwanafunzi alikuwa mgonjwa, hakufanya mtihani, ndio sababu, lakini nilikuwa bado namba last. Lakini baada ya kuwa mlemavu nikaanza kuwa namba 13, namba 8, namba 3, nikakuwa namba 1 mpaka nikaanza kusomea udaktari katika University of Nairobi. Na nikasema pia nitatumia mkono. Kabla sijaingia chuo kikuu ya University of Nairobi, miezi 6 nilienda Narok Youth Polytechnic kusomea carpentry, yani kuwa inaitwaje kwa Kiswahili, carpenter, usaramala. Sasa mimi najitengenezeanga viti, najitengenezea meza pale kwa niko na lodge ambao ni inaitwa Sim Country Lodge, imetengenezwa na mbao kwa sababu mimi ndio foreman, kwa sababu nilijikakamua kutumia mkono. Na pia nikasema nitatumia mdomo. Na wananchi ambao wananitazama haswa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawezi uliza kama hii mdomo yangu iko na CBD governor, kwani mbunge si analipwa kwa sababu ya kutumia mdomo. Kwa hivyo nikaanza kutumia mdomo immediately, nikakuwa captain wa shule ambao ni Kericho High School. Baadaye nikakuwa rais wa wanafunzi wote katika University of Nairobi, na nikakuwa mbunge mteule wa kusimamia watu walemavu,
nikakuwa mwenyekiti katika nchi ya Kenya ya kusimamia watu walemavu, na ni mdomo tu ndio inanisaidia hivyo. Nikakuwa pia mwenyekiti wa East Africa Council for Persons with Disability, na ni mdomo. Ndio hii mimi sasa ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hiyo ni kwa sababu ya kutumia mdomo. Ujasiri, uthubutu, kujiamini na kuamua vinamfanya Ole Sankok kufanya baadhi ya mambo ambayo yumkini hayafanywi na baadhi ya watu wa umri sawa na wake, kama vile kutembea umbali mrefu, kushiriki shughuli za kijamii katika jamii yake ya Kimasai na nyinginezo, na hata kuhudumia mifugo yake katika boma lake huko Narok. Mheshimiwa Sankok, mbona una sweti sana? Nini bwana? Siwe unajua Angela, unajua mimi ni mlemavu. Nisipofanya mazoezi ndakuwa kwa wheelchair. Kwa hivyo natembeanga kutoka kwa hoteli kuja kazini, natembea kutoka huko Masailand karibu na Ngaramtoni kilomita 8 mpaka hapa ofisini. Kilomita 8 ni nyingi, hata sisi ambao si walemavu wakati mwingine hatuwezi. Unajua lazima tujikakamue, kwa sababu hii mwili ndio investment yetu, hii ndio bangi yetu. Mwili ikipata shida, hata ile hela wewe unapata kwa kukimbia kuchukua taarifa hautaweza. Hongera. Lazima nijikakamue. Hongera sana. Asante sana. There is ability beyond disability. Sawa. Ndio. Mguu yangu yenyewe haiko sawa sana, lakini mimi natembea kilomita 8 kwa sababu ya kujikakamua. Saa zingine hata uko na hiyo mguu na utumii. Wewe sio mkimbiaji, wewe sio footballer, haujai kulia hiyo mguu. Mimi nimekulia hii mguu yangu. Kwa hivyo mguu yangu ndio iko na faida. Kwa hivyo kwa ufupi, bora tu serikali ijitokezee kuweka a level playing ground, na pia walemavu wenyewe watambue uwezo beyond ulemavu, uwezo ambao iko juu ya ulemavu. Kwa sababu ndio mimi sikuweza kutumia mguu, kwa hivyo singekuwa footballer. Sikienda kusomea udaktari wa mifugo, kwa sababu bila mguu siwezi fugusana na ng'ombe, ndume, na pia singeenda kuwa electrician ya kutengeneza stima. Sasa mimi na hii crutches yangu nitapandaje pale? Lakini lazima utambue ile uwezo ambao unaweza. Kwa hivyo bora tu wananchi tuweze kujua tutawasaidiaje hawa walemavu, sio ile usaidizi ya kufanya hao wakuwe waombaji, ile usaidizi ya kuwasaidia waweze kufanya kazi na kuweza kujitegemea. Mheshimiwa Sankok, yes sir. Tunaona kwa mfano kwa sasa hivi hapa Tanzania serikali sasa hivi imeleta kitu kinaitwa elimu jumuishi. Miaka ya nyuma tulikuwa tuna shule maalum kwa ajili ya walemavu. Sasa shule maalum kwa ajili ya walemavu. Sasa wanataka kuwe na imetengenezwa sera ya elimu jumuishi kwamba wote wasome pamoja, ili hata hao ambao watoto sio walemavu wawajue hawa walemavu, wajue namna ya kuishi nao, wajue namna ya kuwatambua, wakati huo facilities zote zinakuwepo. Hili unaliunga mkono? Angela, mwenye amefikiria hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupatia mkono. Pongezi. Na pongezi serikali ya URT. Kwa kweli elimu jumuishi ni muhimu sana. Mimi nimeenda through elimu jumuishi, na wakati ambao nilikuwa kiongozi wa walemavu katika nchi ya Kenya, hiyo ndio sera ambao tulihakikisha kwamba iko. Kwa nini? Kwa sababu wakati wewe unanitenga kwa ile special school, ile shule ya watu walemavu, hata nikikuwa namba 1, naona niko namba 1 kati ya wale waliodharauliwa. Kwa hivyo bado tu nimedharauliwa. Lakini wakati ambao niko katika shule jumuishi ambao niko na wewe, tukikimbia kwa kiwanja wewe utanishinda. Ndasema okay, mimi ni mlemavu. Tukienda kwa darasa mimi ndaweza kuwa namba 1. Nikikuwa nambari 1 na nimekushinda wewe, nitajua mimi ni mlemavu kwa kiwanja, lakini pia nawe unakuwa mlemavu tukiingia katika darasa. Kwa hivyo ile self esteem, kila mtu ni mlemavu katika eneo fulani. Ni degree ya ulemavu na style ya ulemavu ndio labda haijulikani, lakini katika kiasi fulani kila mtu ni mlemavu, na hapo hata sisi tunaanza kufurahia. Alafu baadaye tunajua kuishi
na wale ambao hawana ulemavu, kwa sababu kama mimi nikiwa shule jumulishi huko Kenya, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Patrick Malel. Alikuwa kila wakati, kwa sababu mimi mkono zangu ziko sawa, lakini kwa sababu ya crutches siwezi beba maji, yeye anaenda kutega maji kwa mfereji, ananiletea na mimi naosha nguo zetu zote. Shida tu analete nguo zote. Zote. Underline zote. Analete. Lakini mimi naosha. Sasa tunaanza tunafua. Sasa tunaanza kujua venye tunaishi na kusaidiana pamoja bila kuniona kama mimi ni mlemavu. Pia wakati ambao tulikuwa tunafanya homework pale baada ya masomo. Kwa sababu mimi nilikuwa kila wakati niko nambari 1. Kila saa wanafunzi pia wanakuja kuniambia nionyeshe hii hesabu wewe ulishika, hebu nionyeshe. Pia mimi najisikia niko na usaidizi, mimi nawasaidia. Pia hao wakienda kunisaidia kunibebea maji ama kunibebea kitu yote, mimi naona pia hata mimi nikikuja kwa darasa nawasaidia. Shule jumuishi ni muhimu sana. Na napongeza sana URT. Kwa sababu kama umetenga shule ya walemavu, ndio ya msingi, unatenga ya secondary, university utanipata wapi ya kunitengea? Supermarket utanipata wapi ya kunitengezea? Utapata wapi pahali ya kazi ambao sitachanganyikana na wale wenye hawana ulemavu? Kwa hivyo afadhali tuanze kuchanganyikana mapema tukiwa wadogo, tukue pamoja kama watoto na tuzoeane, ili tukikuja kufanya kazi, tukikuja kukutana kwa supermarket, si ati mtu, unajua saa zingine mimi natembea, unaona mtoto ananiangalia, wengine hata wanaanza kutembea kama venye natembea hivi, hata kama sitaongea, lakini pale imenidhunisha sana. Kwa hivyo tukianza kuzoeana ni muhimu sana. Sasa mwisho nataka kuwa encourage sasa walemavu. Tunashuhudia, na sio Tanzania tu, najua hata Kenya na nchi nyingine ambazo tunapita tunaona. Umesema mwenyewe kwamba mwenyewe akijitambua mlemavu, kwamba mimi ni mlemavu wa aina hii, ni wa aina hii, lakini kuna kitu ninaweza fanya na kuna kitu Mungu amenipa. Yes. Kuna karama Mungu amenipa. Yes. Basi wengine nao watakutambua haraka. Yes. Sasa tumeona wewe katika shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni mbunge machachari, au unashiriki kila kitu, hata nyakati za michezo wewe mimi nakimbia, unakimbia hata nikikuwa 100 meters. Ndio tunataka utumie fursa hii ya mwisho kuzungumza na walemavu angalau dakika moja kwa kumsisitizo mkubwa kwamba sasa ulemavu huu sio mwisho wa maisha yako, na kama ulemavu wako hauko hapa kichwani, you can do something. Walemavu wenzangu, unaona nimetokwa na jasho kwa sababu ya kutembea kuja ofisini hapa East African Legislative Assembly. Kwa sababu Biblia inatuambia tukule kwa kutoa jasho. Haikusema wanaume ambao hawana ulemavu wapate kipato kutumia jasho yake. Alisema kila mtu atumie jasho. Nataka kuwaomba kwa heshima sana. There is ability beyond disability. Kuna ile ambao unaweza fanya hata ingawa uko mlemavu. Ulemavu wa mguu, au jalemaa mkono, au jalemaa mdomo, au jalemaa akili, au jalemaa viungo zingine. Tutumie hizo viungo ambao Mwenyezi Mungu ametubariki nayo ili kuweza kujimudu kimaisha. Na hapo tutapata hata heshima kutoka kwa wengine. Kwa sababu tunapotumia ulemavu yetu kama chombo ya kuombaomba katika mabarabara, ni jambo la aibu sana. Na azwa kwa wazazi wetu. Wazazi wetu saa zingine ukiwauliza uko na watoto wangapi, anasema niko na watoto 5 na mlemavu mmoja. Kama kwamba ule mlemavu sio pia mtoto. Unaanza kutudunisha kutoka utotoni. Baadaye unaona wazazi wengine wanaenda kusukuma watoto wao kama chombo ya kuombaomba. Sasa huyo mtoto amekuwa akijua yeye anapata kitu ya kupatiwa tu, hawezi jifanyia kazi kwa sababu ulianzia hiyo kama mtoto. Wanatumia kufanya biashara kuombaomba. Hata kuna wanabiashara wengi sana nimeona Kenya na tumewashika, wanakuja wana import watu walemavu kutoka nchi jirani, wanakuja wanawatumia kila wakati, wanaweka strategic location
kwa streets. Baada ya kuombaomba hiyo pesa, wanakuja kurokota na kuwapeleka kwenda kuwapatia chakula peke yake. Na tulipata wengine hata wako na magorofa, na sio ati wako na ulemavu, ni biashara ya kuombaomba. Tunataka kuambia wazazi wetu, sisi sio chombo ya kuombaomba. Nataka kuambia walemavu wenzangu, ulemavu yako sio chombo ya kuombaomba. Tambua uwezo wako ambao ulemavu jalamaa, uweze kujimudu kimaisha kama vile David Ole Sankok aliweza. Wakati ambao nilipita mtihani ya KCSE nikapata A. Hiyo A haikuwa na ulemavu. Alama ya A haikuwa na ulemavu. Iliniwezesha kwenda kusomea udaktari katika University of Nairobi. Na watu wanatuheshimu wakati wanaona hata wanatibiwa, wanafanywa operation na mlemavu, wanaanza kuheshimu watu walemavu. Lakini wakiweza tu kuwa wanaona tu sisi wakati tunaombaomba, hata sisi wenyewe tunajikoseshea heshima kutoka kwa wenzetu ambao hawana ulemavu. Tafadhali watu walio na ulemavu tujikakamue. Mimi nashangaa saa zingine, wewe mzazi unatoa wapi nguvu ya kubebana na mtoto wako mlemavu mchana kutu ukipigwa na jua na mvua kuombaomba, badala uache yeye nyumbani uende kufulia watu nguo ama kibarua yoyote ulipwe ndio uweze kulisha huyo mtoto. Sio mapenzi hayo, hiyo sio mapenzi, ni kumtumia. Unakuta mwingine kijana shupavu anasukuma mzee kwa wheelchair, labda ni mzazi wake. Sasa mchana kutwa ukingangana na wheelchair, ukingangana na magari, ukingangana na mvua, ukingangana na jua, na kama ungechukua jembe kwenda kulima, si utaweza jilisha na ulisha huyo mzazi wako? Hiyo kusukuma au tupendi, unatutumia kama chombo ya kuombaomba. Ujumbe maalum wa mbunge Sankok ambaye kitaaluma ni daktari wa binadamu, ingawa alinieleza kuwa hapendi kuitwa daktari katika utambulisho wa majina yake, ni wito wa ujenzi wa miundombinu katika majengo ya umma na binafsi inayomwezesha mlemavu kufika anapotaka kwenda kwa urahisi, lakini pia upendeleo maalum katika baadhi ya huduma. Tukiwaambia tafadhalini, jameni, pahali yote, shule, pahali ya kazi ikuwe accessible, kukuwe na ramu lako kwa wheelchair aweze kusukumwa na apitie kwa ramu polepole. Lakini mkiweka ngazi kwa nyumba ya kazi, kwa darasa, hata huyo mtoto mlemavu akikuja ati mpaka alazima abebwe kama gunia ya viazi, hata kama mimi ni mlemavu, at least nataka privacy. Wakati unanishika kila pahali kunibeba, na saa zingine ukiteresa, ukijaribu kuniokoa unanishika hata sehemu ambao haistahili, lakini nitavumilia kwa sababu unanisaidia. Kwa hivyo ndio tunasema there is ability beyond disability. Katika nchi ya Kenya tumesema watu walemavu wanunua gari bila kulipia ushuru. Pia katika nchi ya Kenya kuna walemavu ambao wanawakilisha wengine katika bunge, kuna wenye wanawakilisha wengine katika Senate, kuna wenye wanawakilisha wengine katika Independent Commission, hata bodi ya shule, ile shule ya msingi lazima kuwe na mwakilishi wa watu walemavu, kwa sababu hakuna kuzungumza juu yetu kama sisi hatuko. Pamoja na ulemavu wa miguu, David Ole Sankok ni dereva mahiri wa gari, anaendesha gari lake mwenyewe. Angelo, si unaona sasa hii gari ni ya kawaida tu. Na kawaida hii mguu lazima nifanyishe exercise ndio isikuwe mlemavu kama hii. Kwa hivyo ni kukanyanga tu brake na kukanyanga twende. Nikitaka kwenda na kanyanga hii, nikitaka brake hii, twende hii, twende. Hivyo tu. Kwa hiyo unaendesha gari ya kawaida kama tunazoendesha sisi wengine ambao ni wazima. Kabisa, hata naendesha gari kutoka Nairobi mpaka Kigali 17 hours non-stop. Mimi sipumziki. Kwa hiyo hata hii gari umetoka nayo Nairobi mpaka hapa Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kawaida mimi nakuja na gari, badala ya kutumia pesa mingi kwa air ticket na nini, nakuja kutumia magari ya hapa ya EAC. Lazima pia tujaribu kusave pesa ya taxpayers. Kwa hivyo mimi naendesha kutoka Narok all the way to hapa, na natumia tu around 6 hours.
kwa heri. Hongera sana. Asante. Haya, kwa heri. Haya, kwa heri. Haya, asante. Haya.